Imagine si ndio tuko right. Yani we are talking to see if we can get back together. Yeah, bro. Viewers pale comment section mniambie talking stage ni nini? Uko single eh? Uko single. Tafuta mpo ujue hizi vitu. Ndio utajua Unajua talking stage ile the initial like mkianza kuongea. Like talking stage. Mna get to know each other. Yes, like unapenda nini, napenda nini, unapenda kufanya hiyo sasa mna get to know each other. What is your favorite color? What is your favorite position? Kama ni wewe ni manager. Hapo ndo unamuuliza maswali za uko na ex wangapi. Hiyo sana. Westiana kwanga na mabit mazamazo World boss siku zote mina Welcome guys back to another episode of the Link Up Podcast, episode 3. Hello. Episode number 3. Number 3 kwa ni kesho. Alright. Fabian across all social media platforms aka Mr. Kayet. My name is Kayet Orwa. Kayet Orwa. My name is Quincy, the bad man, the bad guy, the bad influence. The one your girlfriend says I'm just a friend. It's a big deal. Yeah, it's back in town, huh? Yeah. Styled by me. Alright. And you're here with the one and only Saint Milano. Mr. Uai. On today's show, who are you? Today's show, who are you? You can follow me across all social media platforms, IG, TikTok, na YouTube pia. Okay, welcome guys. Before we start, we want to make it interesting. I have some few riddles over here. Nataka mnipe majibu. Tujaribu. Wewe umeamua. Sasa. Ni za English though. Kuna mtu ajui English? Nani ajui English? Sasa. What has to be broken before you can use it? What has to be broken before you can use it? Ni karatasi ya kondo. Ama ni nini? Sio ndio lazima tuvunje. Ndio, si lazima uvunje. Unavunjanga? Si ndio. Kama unararua. Kuna difference. Concept. What has to be broken? Ku break ni different na ku break. To be in order to be used. To be used. Nini? Virginity. Man, usikia kama clean. You must break that virginity in order to use it. No, it's an egg. Hey. Wewe acha. It's mayai. Lazima tu ni mayai. Sadi fresha. Si fresha ni mayai ama ni nini bana? Kuna mama. Number 2. All right. The more of me you take, the more you leave behind. What am I? The more of me you take, the more of me you leave behind. What am I? Hiyo ni rahisi. Think. See, it's age. The more you take it, the more unaacha nyuma. Yeah. Wongo. Footsteps. Hadi age. The more of me you take, age you take. Si unachukua years after years after years. May direct. I may direct translate. Kizari wewe. Ya mwisho. I am tall when I'm young and I'm short when I'm old. What am I? I am tall when I'm young and I'm short when I'm old. What am I? Mna ninjua. Ile mrija. Haiwezi. Ni mrija, si ndio? Yani inaweza kuwa mrija. Lakini mimi nadhani it's a person. Si vile msichana when he is younger ni mrefu lakini akizeeka si ana reduce. Umetumia theory fulani ya bio lakini kidogo si hiyo. Kijana hadi nimeshangaa. Kitambo kwani urefu inapunguka? Si ndio ukizeeka unakuwa mfupi? Kufanya bio unakuwa mfupi. Ile topic fulani ya ilikuanga evolution, sijui evolution. Ukigrow unangi mtu mzee akigrow na kuwa hivi anakuwa mfupi na mtu unakuanga tall. As time goes by una reduce. Change posture. Yuko hivyo. Fanya bio lakini si anaanzia hapa ndo nakiwa mfupi. Sasa ndo nasemaje? Unakuwa tall. Alafu ukizeeka kuna vile una bend. So I'm tall when I'm young and I'm short when I'm old. Jibu ilikuwa candle. Kijana hizi ndo zako natoa wapi bana? Wewe acha bana. Ya mwisho ni wapi pengine? Patie. The more you remove from me, the bigger I get. What am I? Kikojozi. Kwa karibu lakini sinagi kwa English. Ni vagina. Shimo ni hole. Unafikiria tu shimo la teo. Ama ni hole gani yako? Okay, so back to it. Tuanze kwa wiki. Weekend imekuaje? Been a minute. Hadi ni wiki kweli.
Inakimbia ni aje? Man. Tunaseka mbaya. Wewe For ikiweka years mikono. mko na 2 weeks. June 2 ama 3. Hapo adulting inagonga hivi. Pressure increase bana. Hey. The pressure is getting worse. By the way, umesikia story ya Uboys fulani aligamble over 2 point. Ilikuwa 2.5 million. 2.8 million. Yeah, but that's some crazy shit. That's some nasty business. Sasa kuna 2.8 million. Wezi invest. A guy from Sugoi. Mimi nilishangaa tu sana. Wewe 2.8 million unaweza tu kufanyia hiyo pesa upate more than that. 2.8 nani? Kwani hizo ni organizer tu mwenyewe ungefanya? Anaka event. Sound, lights hapo unanunua na stage. Unaita Dexter Daps. 2.8. Ah. Hapo sasa tunajua tunalipa nini deposit. Tunalipa tu grao. Anaweza Dexter anaweza litisha more than 5. Dexter is more than. Uweze jua si unaekalia dipo. Dexter. Unauza utaraise 3M buda. Na ikikosa nini? Haiwezi kosa. Tunatoroka. Dexter. Haiwezi toroka. Dexter ni international artist. Tu jamaa atakalipwa in dollars. Lakini hiyo ni obsession. Juu sasa 2.8 million umepata umeshinda. Na yote umeamuacha tu niwekea vieta. Wewe tuongee ukweli. Tuongee ukweli. Ujicheza vieta? Mimi nishaicheza. Tuambie experience. Sasa unajua ni aje? Hiyo kitu iko addictive. So the more una realize unakuwa addicted. Like okay, ni ngumu kusema nitaacha, unaelewa? Hawezi like mimi vile niliamua tu like nilijaribu tu unajua vitu zingine wakati unafikiria kuna profit unapata hapa. Last time uliambiwa umeacha. Next time nikakupata unacheza vieta. Ni ile last time. So tena ukijana alikuwa anasema sisi goza. Alikuwa mzazi ataona. Anashangaa sikia. Aviator ni kitu yenye ukicheza cheza unakuwa addictive. Lakini ukikaa chini uone ni profitable ama ni non profitable utaona hakuna sense ya kucheza hiyo stuff. Lakini unajua sasa umepoteza 1 million ishaenda hivyo. Alafu bado unaendelea na vieta. Unachotaka yangu kutoka block haraka. Unataka kurudisha pesa umelose. Hiyo sando ufala. Kama mita imeenda acha mwenye experience atuambie. Ujicheza vieta. Wapi? Unaona experience hebu sana vieta bana achana nayo. The government tupea pressure bana. Lakini hiyo kitu tu siri moja iko vieta ni ati always toka vieta. The more you get the more you'll want. Upate hapo umeshinda 10k unataka upate 10k ingine ama let's say yote ulikuwa unashindanga aje mimi let's say pesa mingi nishaimeka vieta ni ngapi let's say 100k na nini ilifanya ngoja na nini ilifanya si at once yani nikicalculate zote like overall overall inaweza kuwa 100 tuseme the most na umeangalia umeipata transaction moja like umai withdraw kutoka vieta ni ngapi ilikuwa juu tunaonanga status ilikuwa 46k. Nani mimi sishtuki. 46 Gs. Lakini nilirudia mwini. Mwindi siku zako na strategy. Mimi nakwambia hiyo game ushinde 46k. Let's say utumie kitu kadha 5. Utasema haiwezi. Acha nirudishe kitu kadha 5 nitafutie 5 nimewaste. Ni recover. Sasa hapo ndio mwindi ukushika. Hakuna ngaraisi hapo. Nikawa should ban that thing. Anikila tu nikawa sio na nini unaambiwanga ati tuma 2k ni kufunze forex. Ama nikuuzie bot. Kumbe bot yeye ndo ametengeneza. Unakula hivi unasikia ati ni settings tu kidogo. Nakwambia mbona government lazima ukae rada. Mbona government katakubani kitu. Asi labda pia wanapata investment. Hiyo ni gambling na inalipa tax. Sasa wao hiyo tax inakusaidiaje? Sasa si gava si tax kwangu. Si wao wanalipa tu tax kwa like gava alafu wao wanakuwa legal. Ama mimi kwanza history ya chapo. Hizo chapo ni mob. Na hiyo pesa inatoka wapi? Hiyo pesa si tumike pale pengine. Ngapi? Mimi nasemanga hadi si watupe wale machokora tu wa invest watengeneze kitu tu wapewa kulange tu hapo. Mbona wana waste tu pesa hiyo? Mimi ni kama hizo zinakuanga like zile projects zenye uwezi ona nini inaendelea huko behind. Juu kama inaitwa hiyo housing zenye housing projects hizo. Si wanasema bado msata kwa anti parent. Na bado mbona tunatoka wasa wanatoka kwa nini? Kwa mshahara forcefully. Aje sasa. Si wangekuwa nauliza. Unataka keja ama? Hii ni busy ya mtu. Juu sasa unasema inaitwa aje? Msemo mwenye anataka kuretire bado analipa hiyo kitu. Akiretire alafu aende area.
Aende ushago. Na nilikuwa naona mbona Ruto anaitetea sana despite that. Unajua law ilikuwa imekataa wakasema wataki hiyo nini iendelee, lakini Ruto aligo against the law akasema acha. Asiana Endelee. Sasa niliona anajiteteaje kwa interview fulani ati hii ni kitu yenye nilipromise wase. Ndio sasa nikimaliza term yangu niwaonyeshe hii ndio kitu nilifanya. So hiyo ndio kitu anajitetea naye. Kitu na promise hiyo. Inafai kuwe bure hadi. Ama tao. Hiyo ni inatuleta kwa hii question ya wewe ungekuwa preso one day if you could be the president for a day ama hadi 1 month ama 1 year ama 1 term unge implement nini like ikuwe permanent? Ni vitu mabukeza pata hiyo power hivi vitu kitu ya kwanza mimi naona hizo ma projects za ufala like people need clarity lakini hadi bado najua si rahisi. Tunacheki kila msee anasema manifesto sijui nini nitaka vitu kama corruption, lakini bado corruption inaongezeka. Si ndio? So nashangaa but unaweza jaribu juu kama una oversee vitu zote, si ndio? Mambo na budget hizo vitu zote unaweza angalia rada ni gani, alafu unachuja tu wale wako na tamaa mingi. Unajua juu hapo na ni ngori. Juu sasa inaweza sema ni corruption, lakini pia mimi nikiweza kwa hiyo position unanyonya hizo vitu. Utasema ni connection. Ni connection. Ama ni God manze. Kitu kingine naona vitu kama education. Education siku hizi ni expensive na ni the key inaitwaje? The key to success. The key to success is education. Siku hizi ni kama walibadilisha kifuli. Na ile kitu yenye nani ndiye alintroducing free education Kibaki. Nikaa ilikufa. Ilikufa. Sasa hii kampuni sana spend too much domo alafu haupati si ati uko sure utapata job ama kitu yote. Na kampuni inafai kuwe bure. Vitu zingine ni ninaitwaje? Mademacha leo nitetea wasupa kidogo. Mavitu ka pads zinafaa zikwe bure. So ungekuwa preso ungefanya nini pads zikwe free na nini? Itwaje weke campo education iko free ama hadi Raima ama high school? Inafaa tu tu across. Lakini si hapo na feel si yote maybe it's a higher education juu msame proceed kutoka high school at least sasa si ana extend na ikuwe tu like privilege tu asome free. Mimi naona inaweza make sense. Alafu kitu kingine weekend ikuwe siku 3 ikuwe na siku hizi Friday ni weekend. So but nasema sasa unaanza Friday mchana ama Thursday jioni, alafu unajua hapa next ni ama Monday inakuwa holiday. Mimi Monday inakuwa weekend ikuwe holiday bala. Friday siku hizi ni weekend. Monday unajua venye Monday na bo leo umechill tu Sunday alafu unakumbuka kwanza kutoka high school na madaro kama ile vibe ya high school ukisikianga tu Monday ni nini Monday na kwa tuna vibe yake ufala. Mimi naona ingekuwa weekend iongeze kwa weekend jo lakini Friday tu iko sawa. Siku hizi kunanga ma classes Friday au amuni na class Friday but si mambo na Friday Saturday Sunday hiyo simekutosha ama unataka nini? Mimi nataka Monday sasa ingilie Monday hapo kiasi. Mimi nakwambia like wiki inaanza Tuesday hadi siku hizi Friday ni weekend. So uko na siku za kuwa serious ni Tuesday, Wednesday na Thursday. 3 working days. Si Monday umekuwa na holiday. Na holiday. Inaitwaje weekend. Inaitwaje Eid. Bado sikia ilikuwa tu kejani. Ulikuwa kejani? Happy Eid Fitr to our Muslims friends. Mimi manze wanigoje 25th December. Hakuniita. Uliitwa. Mimi sikununua kanzu mapema. Una kanzu? Sikubai kanzu. Mimi kanzu ilibidi. Yangu nilikuwa nimeifua. Fabi. Ulitia Eid. Ingine. Can you let your friend date your sibling? Kwanza mimi for example. Siwezi. Bora mimi wewe nakujua. Unanijua. Tuambie hapo comment section. Bana. Mimi am just chill boy. Mimi siwezi. Unajua best yako tu a level, unajua pia vitu anafanyanga. Vitu nyinyi mfanye. Vitu nyinyi mnafanya mkiwa wawili. Alafu unasema unamwachia sister yako. Ngori. Crazy shit. Unasema aje? Siwezi. Vitu tunafanyanga. Sherehe. Tuko na itu aje list. Nasema boys amepangia mademu huko nje afanya de kuja sister. Ngori. That is setting the bar too low. That is setting the bar too low for my sister. Acha tafute msee tunaweza benefit kwake. Sasa ana date muri wangu alafu tunasaidiana aje. Sasa unajua for instance tumesema Quincy date sister yangu.
Like sasa hiyo ni mambo yao. Mimi najua si get point. Uko na sister? Sina sister. Like ni vile tu itaka awkward juu ni rafiki yangu, unanipata? Lakini kama wameamua tu kunini, Mr. ingililia tu sana. Haiwezi. Hiyo concept ya umalaya hii ndio mko nayo kwa kitu. Asio ndio iko. Wewe unajua vitu zinafanyika. Unafanyanga nini basi? Yaani mimi nakanga tu kejani. Na mbona basi? I'm just convinced nakwanga. Mimi nakwanga tu kejani. Ndio maana ufai. That's setting the bar too low for my sister. But umechekio nini? Challenge ya the bar was too low. The bar was too low. Mademu sikia mimi hadi sijakuwa rada naye. Mademu kwa hapo ni ngori ni aje? Mademu kwa TikTok wameongea. Wamebanja. That was setting the bar too low. Manze umesikia story gani kuhusu the bar was too low? Ati sijui inaitwa aje? Kwanza hiyo kuna audio fulani wa podcast ati walikuwa wanapatana na chari yake tu kwa club. Yeah. Alafu hapo ndo time mnapata chance ya kuinteract like sexually. Endo place. Na ni toilet. Unajua toilet za club venye ziutupa. Ni ile vida fly. Just sijui kuna nyingine yenye nimeona. Boy wake na boy na huyo demo wanakisiana kwa club lakini ilikuwa ya majuu. Sidhani kani. Abatio amesema like ni toilet. Hiyo ndo place pekee yake hiyo ndo place unapatana na chali yako like romantically. Kwani wako busy aje? Hata si mambo nakuwa busy. Juka uko na time ya kwenda club, si unaweza moyo siku usiende club. Basi in short hiyo ni simple. Hawapendani ama ilikuwa tu wao ni anampenda msee. Huyo dema anampenda. Ndio maana anishia kwa nitoaje kwa choo. Sasa unacheki sasa demka huyo anapata church boy anamwekea hapo ma standards. Mbaya. Standards ni kama madance guys huku nje. Masims mtaumia. Au ni wale sasa unacheki after hiyo stuff imeniitwaje? Imemfanyikia. Ndio anakuja sasa kitu inaitwa self worth. Ile kiasi anaweka standards zingine haziwezi. Hadi sijui nini, wanataka sijui boy wa 6 figures. Hadi sanga mwenye anafanya hivi. Kumbe kuna jamaa tu anatembea na nudes. Pahali nudes tu zake. One phone call away. Ashaenda. Si ati kuna hiyo album fulani ya Kati. Umesikizia? Si gani hiyo inaitwaje? Inaitwa All Eyes. Sasa ndo unajua Kati ama gani hiyo album? Black Lives Matter. Hadi sijui naona iko overhyped. Hata kuna mori wangu manze niitwaje earbuds yake. Playboy Kati nakuja na najua Freddy nawajua. Hii mambo yenyu idai. Mna decredible jamaa. Kinasia. Asubuhi hadi jioni. Honest inadai. Hadi niliona Obama alimbig up. Obama hadi Kanye West. Kati. Hiyo ni a cloud. I've been listening to your on repeat. Your album. I mean I feel too it's like cloud. Azisi cloud iko tu fit. Alimdm literally. Aliweka story. Hiyo huwezi sema ni cloud. Ni vile Obama doesn't want to be forgotten. Sasa ni wana na Obama naye zisaulika. The first black president. Ongeli wangu hivi. Si ameritire like hapo vitu zake. Sasa yeye hataki public nini? Hataki hizo mambo kwa social. Ni choice yake. Like si ni normal tu. Ukisha retire ka uhuru siku hizo unamsikia sana. Si ni normal tu ukiretire yeye ako kwa ground. Kwa ground. Ile tu pole tu. Lakini sasa unajua US wezi compare na Kenya. US ni different. Huko msee tu unajua government ya like watu wa complain sana. Unaona Uhuru anatoka hapa kupigania. Okay. As much as wana complain, wezi compare na Kenya. Hivyo ndo try kusema. Tunataka kusema Kenya tuko chini. Tuko na ni mashida mingi mpaka president wote wanatusaidia. Unaona aje? Amejonga inaitwa aje country zote ziko na mashida. Ni wewe ndio unajua. Tunajua inaitwa aje internet itafanya nikaa kila kitu iko tu sawa. Kama sasa yake Google Kenya. Huwezi pata ati kuna picha ya slums huko. Iko ni tapala tu mainsto kwanza na tao. But hizi shida zote I think they are just created by the politicians. Kuna sima wana politicians ndio tunazitengeneza. No. Ni sisi ndio tunatengeneza hizo problems. Hizi shida zote they are being created by our leaders ndio wafanye kuna hivi fulani. Kuna hivi fulani ya pastor fulani sijui ilikuwa country gani. So ulikuwa nayo hapo? Ile huyo pastor alifunga church milango. Akasema mdogi hapa kama mja raise bill yenye nimetumia kwa budget ya hii. He is called Pastor Marvin. Chezesha hiyo video. Marvin Saps. Chezesha hiyo video. Aliamua watu watoke hapa kawaja toa contribution. It was a holy haste hapo mazee. Tani watafutie hiyo video hapo. But ungekuwa wewe.
Tuseme ingekuwa wewe alafu pasi anaitwa nani commander amue mtoki hapa kama mtatoa sadaka. Alifunga milango akaambia Ashas close them doors. Hapo nani ngori? Ashas close them doors. Mimi naweza toka. Ati unaweza toka? Lazima sasa utoe sadaka. Unajua sasa nikana kuforce. Ni kama sasa alikuwa na expect something in return. Hakuwa genuine na nini yake. Haya ndio hapa. And they understand the cost that is involved. There's 1,000 of you. I said close them doors. Ushers, close the doors. Close the doors. Close the doors. It's 1,000 that's watching online. This is a small seed. If I get 1,000 online to give this, if I get 1,000 in the sanctuary to give this, that's $40,000 tonight. Haya, mmonaje video? Komanda amesema ati amtoki. Amtoki mpaka mtoe sadaka. We imagine sasa uko ndani ya hiyo church. Yes. Amesema utoki. Kama Mimi atoka ili tupigane kwa mlango. ai. Sasa kuna msali alipigana na angel fulani. Lakini ilikuwa sasa ni Sasa jaribu kusema. Unapigana naye. ili tupigane. Sasa pia mimi sina sana nitakanidu. Unapata Ndio amesema lazima ulipe. Jo hakuna agreement yenye tulimeka ati nikikuja kuna this. Mimi naweza mchukulia. Alikuwa na expectations mingi za ufala. sasa hapa sasa ndio unapatanga kitu waje wasege siku hizi wataki kwenda kanisa hadi. Because lakini hiyo sikuwa reason pia kosa kwenda kanisa. Ai, it's a holy. Na kwa mmezoea hiyo saa tutaenda kanisa. It's a holy haste manzi. Wewe hiyo mchezo hapana. Labda kuna swali fulani nilipata na ati if private parts could talk after match like umepiga mechi yako ingekwambia aje? Greatness Ni God. lakini unapatanga sijui ina quiff. Nimeona hapo online after match unapata dem the vagina ina quiff. Unajua maana kuquiff yani inacheka. Ina release hewa yani ina release hewa yani mtisikie kutoka hiyo. Ni nice. Shai with your in short ulikuwa una pump hewa hapo ndani. So imagine which raises this question. Would you date a lady it was based on his past? Past ina matter. Like swali yako ni does a girl's past matter in a relationship? Does it matter in a relationship? It matters. Mimi naona hata before today tunafaa nikuite wewe na ex wako hivi. Like mniambie nini ilifanyika. Junaweza kwa kila msako ana style yake ya story yenye namfanya kaifiti. Sasa kuna Mike wengi huku nje. Mike wengi ule recent na waliachana juu ya nini? Sasa wewe utaangalia nini hapo sasa apart from his ex? Mileage na uwezi jua. Demo atakudanganya tu body count. Uwezi jua aje. 2. Okay, uingia hapo uzame, utakosa je kujua bana. Mimi ni virgin sijui. I'm a virgin. Uongo hiyo. Wewe Fabish, niambie. Mimi na ina mata. Si uongo. Mimi unajua ni aje? Hawezi tu leta tu dem na past yake ilikuwa like alikuwa na makosa fulani ya kucheat ama ya unaelewa. So mimi naona ina mata tu na pia ina ni bring kwa ile question ya ama umesema nani hajachangia hivi? Kwanza nini inaitwa aje? I think hizi vitu zinafaa zijulikane kwa kitu inaitwa talking stage. Ndio nilikuwa nakuja hapo. Talking stage. Talking stage inakujanga after mmeachana. Yazini mnadi kuachana. Ni gani? Ndio nashanga. Si talking stage inakuwa ile like tumekosana, tunalikuwa sana, lakini sasa tunaongeanga, yani kuonekana tutarudiana. Wapi ama ni talking stage ile ya kujuana like ndio mwanzo sasa kitu. Tuambie sasa wewe vitu aje. Mimi talking stage. Talking stage. Ngoja tujaelewa hiyo yako. Like si okay. Umeelewa msee? Okay, si mlikuwa mna date, yes. Then mkakosana. Then sasa sasa that's where talking stage inakuja sasa. Inaitwa closure. No. Ni closure. Ni closure. Sasa like understanding yako talking stage ni wataka confirm. Okay, my understanding of talking stage ni Swahili eti wataka kuconfirm. Toka hapa. Wewe bana. My definition of talking stage ni mnadai sasa mmekosana, sasa mnaona sasa kama mtarudiana. Nasema I did this wrong, tukae hizo, yani kuona kama mnaweza accept your wrongs.
Ama talking stage inamaanisha nini? Tuulize hivyo sasa. Huyu jamaa. You're talking stage gani? Basi wewe definition. Talking stage ni ile time yenye sasa mna get to know each other, mnajaribu kujua kunini like kukam ama unajua. Yes, ndio. Sinio? Like mnaongea like sasa ndio mnajuana like yo ni aje That is courting. Courting ni dating. Yeah, sasa you are in that stage. Like kudate talking stage amjaanza kudate. Talking stage amjaanza ndo mna get to know each other. Nile sasa unarusha mahindi mahindi inarushwa unasikia unaona haiwezi. Unajaribu kurudisha nyuma. Una way like una way kama ni vizito unajaribu una balance. Ndio. Lakini hiyo ni azi. Talking stage ni imagine si ndio tuko right. Yani we are talking to see if we get back together. Yeah, bro. Viewers pale comment section mniambie talking stage ni nini? Uko single Because ako single. Tafuta mpo ujue hizi vitu. Ndio utajua Unajua talking stage ile the initial like mkianza kuongea. Like talking stage mna get to know each other. Like unapenda nini, napenda nini, unapenda kufanya hiyo sasa mna get to know each other. What is your favorite color? What is your favorite position? Kama ni wewe ni manager. Hapo sasa ndo unamuuliza maswali za uko na ex wangapi. Hiyo zina talking stage. Hizo vitu zote unafujue talking stage. Juu unacheki mnaweza anza kudate na msee, kama upate ako na mileage ama tuseme huko chini labda ni kungori. Unaona utafanya nini na ushasema nini? Ushasema mnadai nini kuitwa aje kuingia into a relationship. So vitu zote nafasi julikane hapo. Mna test kwana. Na unajua inaitwa aje like rules of a talking stage. Kuna konga na rules. Haujuzi vitu. Ana ni washo. Kwenye gwiji unajua talking stage. Talking stage bila na vitu zenye haufai kufanya. Ni kusema I love you first. Nika kuuliza what are we na kwa talking stage inaribu kila kitu. Ina make sense. Nika ndo nilikuwa naona kitu kama nginyo. Like sex. Sex leads to many relationships. Zika my notice. Ngoja. Eka hii scenario. Siku nole dem fulani amekam hivyo kwako, si ndio? Nyinyi mnajua tu ni like nyinyi mna have a good time. And then sasa si wewe ushaeka kwa akili, hii ndo masaa ile ya intercourse, ndio? Ile masaa fulani wa gizgiz. Kuonja asali. Kuonja asali. Kufunua mkebe asali. Ndio? Alafu amekuuliza like what are we? Na sasa uko uchi ama uko kwa kifua yako. Jambo anajua roho ikianza kufanya hivi atajua na ataona reaction yako. So tuseme wewe utafanya aje? Ndio ile time ya kufungua mkebe asali. Like ni after ama before? Like about scenarios. Hakuna skills manze. Sasa namwambia aje? Chill. Unampeleka tu hivi manze, unaweza mpatia hapo high expectations manze. Alafu upate kwa chini yako umekudisappoint. Nataka ni wewe hiyo time before upe obviously utaitikia, utafikiria. Ndio akili yako itanini after ama even sazilame. Ndio inaitwa the power of the VJ. Na nakwambia unacheza tu na akili yake. Usimpatie hapo high expectations alafu na open the doors to heaven. Joje hapo lazima mgaslight. Lazima umwambie kila uongo. Unamchezea akili manze. Mademo anapenda kusikia uongo. Unampatia ile uongo anataka kusikia. Dunia yako anaona hii kumbuka. Nini wewe udanganyangi mrembo wako? Zizi mdanganya. Kumbuka na demo. Ona. Kuna demo. Ndio nanga single. No, finally amekuwa akituambia ni nini? Nanga ni kasi na demo. Mbona uko serious in a relationship? Sika uongo tu kiasi tu ya kuspice up the things. Mzee unakuwa serious alafu. So unadanganya kuspice up. Si ile kudanganya ile kitu mbaya. Yaani kitu anataka kusikia bana. Nini humuelewi kitu. Kitu anataka kusikia. Si tunamdanganya na mbaya. Sio tunamdanganyanga. Kanyi mdanganyani warembo wengi. Yo mrembo huyu jamani nani? Wewe kuja comment section tukujue. Yaani nasema kudanganya in a good way hadi asikie fiti. Sasa unadai kuwa serious hapo, ataenda tafute mtu wako fani huku nje mwenye anamdanganya. Mtakofanya. Alafu kuna place fulani nilisikia ati ama dem warembo unaona ati si ligi yako.
wanapenda mtu anacheka. Bora tu uko na jokes like when mfani hapo Chelsea kwa na boys fulani hapo Bungoma Goliath wa Bungoma. Shanga nilikosea wapi? Which brings us to that thing. Umeona hapo IZ hapo ni tuaje Nairobi Gossip. Kenyan men rank the most handsome. Yenyewe niliona hiyo kitu nikashtuka. Na hapa venye tuko hapa ni ugly niggas. Jue mimi siwezi imagine mtu aniambia mimi ni handsome. Kenya anakudanganya. Unajua imefika ile point uko like siku hizi tuko focused. Tuko focused ina to a point. Ati hadi dema akikuangalia hivyo sana unaanza kujishuku kwani leo nimevaa nini? Wallahi si uongo. Kwa hiyo namshtua nini? Unaweza dhani ati dema amefurahia kuona. Nadhani unashangaa unakaaje huyu mzee. Pia kuna siku nyingine natembea hapo gate F niko na call. Sasa hapo naongea na mtu fulani. So kuna dem fulani aliniangalia ile haraka. Unaona? Alikusize ama alikuangalia? Aliniangalia na kanotice nimeona na mimi sasa niko na call ile eye contact ikamake na alikuwa anapita kana. Mimi nika kidogo nikapatana na best yangu mbele yangu nika end your call. Kuangalia tu hivi nyuma Godema ananiangalia. Alafu I'm like okay sawa. Bado umeniangalia. Bado nimemwangalia lakini ananiangalia. Namwevia namwambia hello. Ameniangalia tu. Hajawave hadi. Hakuwave, aniangalia, ana smile. I'm like, ai. Kwani udem ni chizi? Wewe unaweza panga. Nika assume maybe ananijua na mimi simjui. Acha nimkaribie kiasi nimwambie hi. Nikamwambia hi, akasmile akatoroka. Nikajishuku. Anatoroka kwani bro unakaaje mwana? Unashangaa kwani? Nashtua director. Unashtua bana. Nilijishuku hiyo siku. No boys ndake. So ilikuwa swali gani Milan? Gani? Nilikuwa sema tu hiyo Kenyan most ranks the most handsome men. Hebu madem tuambie, we handsome. Tuambie manzi, mfungue roho. We handsome. Fungua roho. To be really honest. Bado unajua ni vizuri kujikubali. Kama sura yako ni ya mjengo unakubali tu. Kubali tu kama vile mimi. Yaani maneno ya Mungu manzi. Unajikubali tu mapema. Ndio. Lakini hiyo kitu ni ukweli, bado siamini. Gani hiyo? Hiyo ati Kenya are the most handsome men. Si ndio? Na sasa ndio wanasemanga ati we are not their type. Kuna watu wanapenda kama watu wa K-pop. Wanatafuta watu wa K-pop. Basi watu wa nini You are not my type at hiyo nini. Ama demo K-pop. Ni sisi tu manzi. Just wait for us manzi in the streets bana. Ni sisi tuko. Alafu kulikonga na ile stuff fulani, hiyo type yako ni nini? Yeah, my type. What is your type? Mimi sinanga type kusema tu kweli. My brother. Lakini niko na like vitu qualities nataka kwa mse, kwa mdem. So umesema una type. Okay, sina type. Lakini ule wa bora inapumua. Acha niseme mtu dem mwenye ako good looking anakaa fiti. Mtu mwenye ako like morally ako fiti. Ako na tabia mzuri. Na mdem ako wadwaki. Mimi naweza sema hiyo ndio sina ati hizo zingine la. Sijui kama mnanipata. Ati lazima kue na hii body fulani. Lazima kue. Long as tu like nime notice uko na tabia mzuri. Nice. Uko hard working, unitegemei sana like unaweza ni uko sawa. Na tuna vibe. Mimi naweza tu stop. Na wewe ni mrembo. The main thing good looking umenibamba. Bado amekubamba. Type yako ni najua type yako. Type yake bora inapumua. Nani huyo? Huyo anajisema. Hebu jilete. Sawa. My type. Akaitu fiti manzi. Nikimpeleka home. Nilituambia petite sijui. Si ndio si yako petite. Ngoja tusikie. Mbona sasa niende? Ameongeza standards. Asi standards yani tu bora sasa mbona udate mtu si type yako. Sawa tuambie type yako. My type petite girl. Akona sura fiti. Anajituma. Say ni tu aje. She's not a leech ati anade kunitegemea peke yake, anafaa pia anajituma huko nje. And I think the rest tutajulia mbele tu. Juzi sometime back tulikuwa tuna discuss na msee like what nini mambo na type. Labda nikakam kurealize si kila msee anakuanga na type. Juu tuseme angalia from this perspective. Sasa manzi yako. Si umesema kuna manzi. Si amesema? Amesema kuna manzi. Amesema kuna manzi.
Tumesema kuna Bwana nilikuwa jokes. manzi yako anafanana na ex wako. Kufanana hawafanani. Unaona una type. Like hawafanani. Ana type. Like hawafanani. Ndio unamshika. Yes, mimi nimesema tu kwa like sina type. Inamaanisha una type. Na umesema kuna qualities. Like in terms of qualities. Yes, ndio. Kuna qualities kadhaa tu hapo. Inamaanisha una type. Inamaanisha una type. Ex wako aje niko na dem. Si umesema uko na dem? Unajua kuna dem. Umesema una dem? Ex wako anafanana na huyo ex wako mwingine. Huyu wa sasa na ule mwingine sasa. Anafanana na mwingine. So mancho unaweza rudia ex wako. Siwezi rudia ex. Siwezi rudia ex. Ni topic off topic. Ni qualities tunaangalia. Ujimwana tuliachana na ule mwingine. Inamaanisha hana qualities. Ndio maana inaitwa aje wewe rudia. Kuna reason inaweza kufanya muachane na mtu si ati yako afiti. Inamaanisha hakufika qualities zako. Haku maintain qualities. You got a defect. Ex wako unaweza rudia ex wako. Never. Mbona sana namrudia? Kwa hivyo inamaanisha hatunanga test. No, we have taste like you need to. Hatunanga kitu tunafanyanga ni tunaongeza quality. Just learning. We're in the process of learning. Asiana mambo na learning. Kuna place niliona ati siku hizi dating ni kama collect red flags. Una collect juu na cheki mse by the way ukiuliza mtu ati what are your red flags? Tuseme aje? Ama qualities zingine ni za ule what's your biggest red flag in a girl ukienda kuuliza mtu hivyo. Inamaanisha ex wake hakuwa na hizo qualities. Ndio anazitaka, ndio alikuwa anazitaka. You got a deep it fam. Nimejua myself worth. Nikakuachana nayo nikajua myself worth. Self worth ni crazy. See unajua sasa she was not the one. I need a girl who's this and that. So ndio maana mmeachana. You have known yourself worth man. Lakini kuna na ile point fulani unaonanga self worth saa zingine ina depend ni from which side. Juna cheki naitwa side chick wako akipata inaitwaje? Self worth atakuacha. Sina sema it was nice knowing you man. I'll miss it but it is what it is man. Ngori unadhani tu mko tu sawa. Lakini inafaa hivyo. Kila mtu anafaa kujua tu self worth yake. Sasa tunabibu ufala in a relationship ati juu unampenda. You gotta know your self worth nigga. Ndio maana hizo the bar was low. Unashanga form ni gani? Sasa ndio lakini sasa the bar was low. Ama demo kuna standards kuna maniga wiki standards. Ama pia uko na moja ya the bar was low. The bar was low. Utuve stuff fulani. Kuna hili ni fulani. What's the craziest reason you ever left a girl for? Like we kwa kweli kukalia. Kesi crazy. Very from crazy like petty ama crazy? Petty. Okay, hadi si petty juu ulimwacha. Okay. Ulimwacha juu ya reason fulani tu yenye anafaa kufanya lakini hakuwa anafanya. Petty. Craziest reason I've ever left a girl. Siachangi wadia. Wako wote. Wako wote. Like I don't leave girls. You don't have any crazy. You don't leave girls. They leave. Mimi ndo naacho. God damn. Wewe ndio uliacho. God damn. Sasa uliacho mbona? Hiyo ni vice versa yenye tungeuliza ndio. Uliacho mbona bana? I was broke. Nigga didn't have the guap. Ndio. Sasa uko na the guap. A message to the guaps. Mpe message. Good things take time. Sasa nimeongeza styles. Sasa kama mastingo zingine. Nimeongeza mastingo. Milano. Gani hiyo? Craziest reason umeacha dem. Tuseme anadefresha maboyo wengine at the expense of you. Au hiyo si wewe kwa dem yako. Wewe kwa dem yako. Msikie hiyo ni gani? Lakini sasa pia yeye manamba anapatiana huku nje. Sasa ndio tunasema wewe kwa dem yako. Buda uko show manzi yako ana namba za maboyo wengine. Okay, si hivyo wewe vile umeiframe. Sio wewe manzi yako anaweza kosa namba za maboyo wengine. Lakini sasa anawafurahisha sasa. Na sasa ndio tunasema. Kwa kuwafurahisha? Ngoja kuwafurahisha aje? Yes, sasa anasema yani kwa huyo demu yake alikuwa anataka kuwafurahisha. Kuwafurahisha? Sasa mimi nauliza kuwafurahisha aje? Unajua kuna furahisha mingi sana. Like uko wapi? Niko hapa place fulani tunaweza meet tukaa hizo. You see? Crazy shit. Wewe ni kama ulikuwa campaign hiyo si. Campaign gani? Ulikuwa campaign. We learn. Ndio maana ni we learn.
We learn from our exes. Adieni kwa campaign. We learn from our exes. Unacheki? No. Nika kuna story fulani nilikuwa nimeipata. Ilikuwa kwa nani? Anaitwa Njiwa. Alikuwa amepost tweet fulani. Njiwa. Hi Njiwa, I hope you see this. Last year in December, I started talking to this guy on TikTok and we exchanged contacts on 29th December. We met and we really had a good time. I later on left for home in the morning and I blocked the guy. After 2 days, I realized he has also blocked me kila mahali. I got mad na nikachukua simu ya job, nikamtusi, told him to up his game. Well, I did it out of anger. Have tried reaching out ata naomba simu, but when he notices it's me and a block. I never wanted we end things like this. When I say that I don't miss him, I'd be lying. He usually unblocks ananichungulia, then he blocks. I've been thinking I show up at his place. Is it a good idea? Sasa nikuulize, si alimblock kwa kwanza? Alimblock. Alikuwa anadai achesiwe, si ndio? Alikuwa anadai achesiwe. Mbona alimblock ana reason? Alikuwa anadai kuchesiwa. Sasa udeme admin ningeblock. Ungeblock pia ni ufala, mbona alikuwa na anaitwa aje boys, alikuwa na reciprocate energy. Uba ako fit, mimi naweza sema. Ako fit, unaona. According to me boy alicheza fit. Mimi boy. Wewe ni nyamazi ile vasale utaki kucheza. Umepatana na DM, si ndio? Sasa si imekuwa ni kama one night stand, si ndio? Mmepatana na TikTok, imekuwa ni one night stand and then mmeamua amekam sleep over, si ndio? Alafu umerealize huyo DM amekublock. Alafu umemblock. Sasa amejam ati umemblock. Imi hadi namsahau tu story. Kwani alafu unakumbuka umecheki venye anasema anampigianga through different numbers. Like udem anampigia? Dem anampigia. Si hadi mimi ningeblock tu juu sasa mbona ufanye hiyo ujinga? That's not love. But nika tulikuwa tu tunadai tu. It's called the art of ghosting. That is obsession. Hiyo dem ana obsession. Unajua once huyo boy nitaje. Huyo boy akiweza kubali ati udem arudi. Kitu kama like 1 month huyo boy ataumia. Haita last. Japo ame reduce standards zake. Sasa kama dem anataka tu one night stand bana. What the fuck is that? Inamaanisha wewe si wa kwanza, kuna wengine. After huwezi kubali mantikavu hiyo. Inamaanisha line ni refu. Line ni refu mbaya. Chipin kwa music industry ya Kenya kiasi. Music industry. Unaonaje BN si anaenda fit. Mimi kijana wako sawa. Waniongo yake fulani latest amerelease tu bang after bang na matata, ndio kabisa mbaya. Huyo kijana anapiga nini, tumsupport. Niliona hadi kuna mass following ya kumfollow hapo TikTok, sijika inaendelea bado. Alikuwa YouTube pia TikTok. Amefika 1 million kweli? Sijui bado, lakini Kenya amefikisha milioni kweli. Wala tunafaa anafaa kufika hadi unika aitwa aje, afa pe Grammy, I swear. Travis Scott ama nando the most followed. Ni Travis. Ayo hapo. Yendo Ronaldo wa huko. Ndio. Ni Kendrick bana. Kendrick is the most followed. Followed wapi? YouTube. Okay, sasa mwenye anatwanga bangers. Bangers. Bado ni Kendrick. Kendrick ni mkali though. Lakini pia nani Drake ndio amerudi na kangoma. Drake ndio mimi kweli? Drake amekuja na wimbo. Unamchukia Diza. Okay, mimi Drake pia yako na ngoma fit. Ni vile tu sasa alianza kitu yenye competition. Sema tu unamtambua. Namtambua in short Drake. Na ulikuwa unatuambia hapa mbele ya Mbogi Kendrick. Lakini sisi namtambua imaanisha ako juu ya Kendrick. Unanipata? Una double deal. Acha kujifanya. Kuna ngoma za nani unasikizanga Drake. Hivyo ndo namaanisha in that perspective. Si ati namtambua ile sana. Kuna ngoma zake ziko fit. Hivyo ndo naweza sema. Sasa hii music industry ya Kenya mnaona aje? Mimi naonanga support Kenyan industry, we as Kenyans. Lakini depend mtu anaimba nini. Ndio hiyo sasa kama BN sasa hii kila kitu ni weed, alcohol. Hadi ukiangalia Gengeton, si hadi Gengeton, Abanton penye inaenda. Ni mambo na mabash, like mambo na entertainment. Kwa topic ya nini? Inaitwa hizo drugs after hii basi. Entertainment. Yaani hakuna, there's no message in Kenyan songs. It's the same shit. Be different. Kama ni msanii na ni upcoming. Speaking of being different, kuna ubo ya Limited Kendrick. Ile ngoma fulani sijika Brooklyn Boy, alafu sura yake inaonyesha jina nini? Nani boy? Jovi I think. Kijana mimi naona. Hiyo video ni ngori.
kuna reason ya kutosupport huyo boy yenyewe tuseme tu. Huyo jamaa anaitwa Ben 47 mwenye aliedit hiyo video. Alafu utapata mtu comment section copying Kendrick Lamar. Okay, but si he's copying Kendrick Lamar. Lakini sasa anajaribu si ni role model wake. Amejaribu kufanya kitu na nani. You are promoting Kendrick. Si alikuwa anaimba nini? Alikuwa anaimba. Kuna pia watu wajaona hiyo video ya Kendrick. Mi kitu ilinifanya ni msupport. Alikuwa anajaribu kuinini Kenyan style like huku sikiza message hiyo ngoma. Amedis kusikiza. Mimi sikumia sijui. Niko sure wengi walienda hapo juu ya edits. Lakini ilikuwa fit. Sasa unaona huyu after like 1 month ashasawlika. He's not promoting. Ya tumio nini wisely. Najua once ameacha kufanya hiyo Kendrick Lamar atakuwa irrelevant. Na kuna mtu anamseta mfulu. Angekuwa anajipromote yeye authentic ni tu aje. Ni wasiwa kuna ni tu aje management ngori yenye inaweza support msee kama ni ni tu aje. Mambo na ku advertise vitu kama hizo. So alafu speaking of hiyo bado kiasi tu before tutoke hapo kuna kitu yenye Oji alisema kwa Mic Check podcast ile fulani ya ati hauwezi tutungo makali utulia hapo. Lazima uipromote. Naona wasanii wafanyangi hiyo. Jitume gadhe. Hao ndio wanatonga tu ngoma na itini wanaacha. Like nani alisema hivyo Oji? Ukitoa ngoma post make sure unatumia au madance so TikTok wafanye. Ndio maana alikuwa ametoa video kijam bana. Ati anampigia ngoma nikale lakini hawapost. We post manzeni push. Lakini mimi kitu kingine ilikuwa inani bring back yana supporting nani? Oji ana supporting nani? Okay, as much as kuna wenye ana support. Labda bien. Si support wengine tuone tu wenyewe amewapost kwa story ama amewafa. Like kitu yenye anataka pia yafanyie wengine hivyo. Mimi naona ndio kwa maana wasanii wengine hawataki kumsupport. Jua hujamsupport wewe mwenyewe. Wewe unatakaje? Okay, as much as okay, Oji hata nitafuta. Hadi mostly ni tu Kenya. Mnataka nibebwe. Kenya artists wako tu hivyo. They don't support each other. Like inafaa iko tu kusupportiana. Wanaona wakisupport msemo mwingine hata outshine. Ndio maana hawafanyi vitu kama hizo. Kind of. Industry na kuanga hivyo. So hapo penye tulikuwa tunaongelea mambo na Kenyan genres. Abanton ni kitu tu the same kama kitu yenye Jovi umesema amecome up na something different. No, at least imecatch the limelight. Usimbe tu kila kitu atisijio nginyo wase uchoka. Unaona nikaa inakuwa tu so cliche. Irrelevance na tunataka new artist Kenya manzi. Kila event manzi artist wote Kenya washatumika. We need new artist manzi. Kama kuna talent hapo nje. Kuingia studio manzi tuweke kwa show. Ndio maana waseka kina artist kina Njerae hizo R&B like ni fit love songs. Usikia disco hizi like inaitwa aje? Ukiangalia message ya zile ngoma za kitambo zilikuwa at least ni live story. Wacha meja venye alikuwa anapeana hapo story fulani. Landlord ni ngori. Yo ndo bado ni goated. Alafu ukiangalia na za siku hizi. Okay, sema Anguka Chini ni mbaya. Ni vibes. Anguka Chini. Hiyo ni ya nani? Anguka nayo. Ni si Anguka Chini. Ndio nashangaa. Anguka Chini. Hiyo ni remix. Nimeitoa iko hapo YouTube. Anguka Chini. Anguka nayo. Sio Anguka nayo. Anguka nayo ilikuwa two vibes. Okay, nakula views but there's no message bwana. After like 1 month kusahau bana. So before to wrap up kuna mse tunaweza kuna kitu tunaweza kwa tumesahau. Mimi kuna kitu. Okay. So leo to finish in style. Nataka you give a big shout out to someone special to you. Tukianza na wewe nani? Big shout out to my father. My father. Zaya hapo manzi. Mziza. Na mimi support toka nizaliwe mpaka hapa to my mother. Yani tu big up to my family members hao ndo mimi support hapo. And some few friends hapo pia wenye support. Big up manzi. Hadi mimi manzi big up to kwa wale wana support kama ni mambo na events, kama ni mambo na podcast na show love hapo. Iko fit bado tuko pamoja, bado Saja tuko pamoja. Wazazi. Big up mba. And also big up kwa wenye wale waswali kama R&B nights. Manzi big up. Mlitokea, you showed the love. Ingine inakaa mkairada, kachonjo. Ingine inakaa, stay tuned. So a big shout out to our fans hapo. Big shout out to our like
tunakuanga by the way na watu wanawatch kutoka majuu. Big shout out to them for like correcting us. Wengine wanatuambia ngapa wamefanya kitu. Big shout out to them for the compliments. Big shout out to our number 1 fans hapo. Big shout out to unasahau director. Nilikuwa nakuja big shout out to director hapo. Tutapop ni yake hapo down, make sure mmfollow, mmtafutia kazi hapo kama mtakuwa interested. Big shout out to tutaweka namba yake hapo kwa description ukidai na call. So yeah, I think you can call it na mimi nilikuwa nataka kusema ukikatia dem alafu akwambie I have a boyfriend, that is not a no. We rusha mahindi. Rusha mahindi. You never know. You never know. Hello. We out. Episode number 3. Number 3. Gang. God damn it. Subscribe for more episode. Hello. Mtu anafana na malkia, aila nikidoshu tabaki umeaminia.